إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونثني عليه سرا وجهارا عشي وإبكارا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. watukufu Islamu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mjipendekeze kwa Allah kwa siri, mnyenyekee kwa Allah kwa siri, rejeeni kwa Allah kwa siri, asijue mtu kwamba wewe upo na ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nimekuandalia hii, pokea kutoka kwangu, Allah kuhifadhi. Wale wanaochukulia madhambi kwamba ni kitu cha kawaida katika maisha yao, anayaona madhambi, yani anayachukulia madhambi kwamba ni jambo la kawaida, Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia hesabu siku ya kiyama. Chukua hii: akbaru dhunuba inda Allahi asgharuha inda al-abd wa asgharu dhunuba inda Allahi akbaruha inda al-abd. Madhambi makubwa mbele ya Allah ni yale ambayo wewe unayaona kwamba haya ni ya kawaida. Nimezini tu, nimeiba tu, mbona mwingine anafanya? Na unatoa mifano, mbona mwingine kafanya, itakuwa mimi. Unatoa mifano kwa watu waliokutangulia au waliofanya jambo libaya kwamba hawa wamefanya, mbona mnanisema mimi? Mbona fulani kaiba, mbona mnanisema mimi? Unapiga mifano ya madhambi kwa watu wengine. Wa akbaru dhunuba inda Allah, kama nilivyosema, madhambi makubwa kwa Allah ni yale ambayo unayachukulia ya kawaida, na unapoyafanya na unatoa mifano kwa watu. Mbona fulani kaiba, mbona fulani kauza kitu cha jamii ya Kiislamu, mbona fulani kachukua, mnanisema mimi kwa nini? Madhambi hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa, na madhambi ambayo ni madogo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yale ambayo wewe unayaona ni makubwa, unaokopa, ya Allah nimempiga fulani, ya Allah nimeiba, ya Rabbi, unajutia madhambi yako. Allah anayaona ni madogo sana. Ushahidi, Allah subhanahu wa ta'ala alimuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallama aje kutuambia sisi. Hadithi imepokelewa na Thauban radhiyallahu anhu, anasema innal mu'mina yara dhunubahu mithla qa'idin tahta aljabal, hakika aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala anayaona madhambi yake ni sawa na mtu aliyewekwa chini ya mlima una athari ya kupasuka. Yakhafu an yaqa alayhi, anaokopa mlima ule usije ukamwangukia. Muumini anapoyaona madhambi yake anaona ni sawa na kifungo kilichofungwa juu yake, na kuokopa kwamba kinaweza kifungo hiko kumwangukia. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin taqa'u ala anfin wa yaf'alu hakadha, na mtu muovu, mtu mbaya, anayaona madhambi yake ni sawa na nzi anayedema katika pua lake na namfukuza kwa kupuuzia. Mtu muovu anayaonaga madhambi yake ni ya kawaida, anayachukulia madhambi kwamba hayafai kuhesabiwa. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa nafasi, wa madhalika ala Allah biaziz. Hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tunayafanya yote haya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni kipenzi
ni kipenzi kwa waja wake. Fatubu ibadallah, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mjirejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mkumbuke madhambi ambayo mliomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na muweze kuyajutia, mrejee kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawakumbusha katika suratul Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema faraaita man ittakhadha ilahahu awahu, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Hivi hamjaona ambao waliochukua kwamba matamanivu, tamaa za nafsi zao kwamba ndiyo Mungu wao, kwamba ndiyo ngao zao, matamanivu ya moyo, upinde wa moyo, kwamba moyo umemili kunako maasi. Mwenyezi Mungu akawapoteza watu hao na ilmu waliokuwa nayo. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, rejeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mutubie madhambi yenu, fa innahu huwa at-tawwab.